Good morning. Karibu sana this morning as we worship the Lord, as we pray. Today is our day 1 of 5 days of prayer and fasting. Remember that the theme for this month is mastering life. God made us to be in control. God created you and I to dominate, to rule, to have authority. Good morning. Let me know whether my sound is clear, both on Facebook and YouTube. So can I get some people writing and telling me how it is, whether we should continue or I should do some adjustment this morning. It's the beginning of the week by the grace of God, and we thank God for his grace. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, that we can worship God together this morning. Karibu sana, karibu sana. Help me in sharing. Let us make it contagious right now. Infect somebody with the breath of prayer and fasting for 5 days. By the grace of God this morning, it's half of the year. It's not business as usual. It's half of the year. We must do something. What gonna be done must be done this morning. Thank you, Mwangi Chomba. You are saying, I am clear. Thank you so much. On YouTube, how are you? Thank you so much. God bless you. Pastor Kinyanjui here. Ready for the assignment of 5 days on the mountain of the Lord. Wewe ni Mungu. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Thank you very much. John, you are saying FB Cofine. And Edward Jeru, you are saying FB sound is stereo. Thank you very much this morning. Karibuni sana. We have begun a journey of 5 days of prayer and fasting since the midnight of yesterday. And now we continue with the first day. And we are praying. We are coming to God to do what he says we do. The Lord says, pray without ceasing. That is 1 Thessalonians chapter 5 and verses 16 and 17. Pray without ceasing. And so, wapendwa, we can only pray. Jesus said in Matthew chapter 7 and verses 7, pray and it shall be given to you. Then he said, seek, you will find. Knock the door, and the door will be opened. For anyone who asks is given.
Everyone who knocks, the door is opened. And anyone who seeks, he finds. Those are the promises of God. Thank you so much, kwa sababu tutafanya neno la Mungu, tutaamini neno la Mungu na tutaona ukuu wake na nguvu zake na mamlaka yake ikifanya kazi katika maisha yetu. And so now we are here and we want to pray. We want to do what we ought to do on the mountain of the Lord. I ask you kindly to share this live stream, share this prayer hour with others by the grace of God. And thank you, Edward Jeru. You are saying you have already shared to 10 groups. May the Lord God bless you. Catherine Kada, you are tuned and ready to pray. Neema itutoshe, hakika Mungu atupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo wapendwa, naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba tutaweza kuomba, tutaweza kuita jina la Bwana na tutaweza kumwaminia Mungu kwa mambo ambayo yeye amesema atatufanyia, kwa sababu ni mwaminifu wa kuaminiwa. And so we want to pray. We want to begin our session with prayer and believe God by the grace of God ya kwamba mkono wa Bwana utakuwa pamoja nasi. Na tuombe pamoja. Our Father and our God, this precious morning, Father, we are few hours into the prayer session. The day began in the midnight and we began praying and fasting for 5 days. Our God, it feels awesome in your very presence, talking with you, our loving Father, knowing that our talk with you is not in vain. Our faith in you will be met. And Almighty God, you are the promise keeper, the Father who cannot run short of power, even short of love. My God, this morning, I bless your name and I worship you. Lord, as we come to the mountain of prayer this morning, strength is what we pray for. Favor is what we pray for. The renewal of our strength is what we ask of, oh God. The refreshment of our spirit this morning in the name of Jehovah God. It is right in the middle of the year, oh God. Father God, so much should have happened. My God, you have asked us to pray without ceasing. You have told us not to give up in prayer. Luke 18 and verse 1. My God, I pray this morning. Father, help my sister to pray. Help my brother to pray. Help that father to pray. That mother to pray. Help that boss to pray. Help that employee to pray. Help that jobless person to pray, my God. Help the healthy and the sick to pray. My God, help us to pray with our families, oh God, in the mighty name of Jehovah God. There have been so many discouragement going around, my God, the tough economic times that we are going through today. Oh God, the shocking happenings, the falsehood, the powers of darkness, the rumors of wars that we are hearing, oh God. It is so desperate and devastating. We can run to you. You are our safe haven. You are our refuge. We run to you and we are safe, oh God, because you can be a trusted fortress for safety. We run there this morning, my God. The sick are being rallied, oh God, behind you, my Father. The poor are coming to you this morning. The desperate, the rejected, my God. Mungu wangu na baba yangu, walio mbele yako ni watu ambao Bwana wamepitia mengi, lakini tunakushukuru Baba kwa sababu kwa neema umetuhifadhi. The people you have blessed are right here, my God. The people who believe in prayer are right here, my Father. The people who are desperate are right here. Our God, without you we are nothing. We cannot be anything, my God. But in you and with you, we shall become that who you made us to be, my Father and my God. This morning I call upon your name. This morning I cry to you this morning on the mountain. In the name of the Lord, my God and my Father, we run to you and we believe you are saving you, O God. Father, this morning, as we commence our fasting for the next 5 days, I pray for strength. I pray for anointing. I pray for favor in the name of the Lord. Even the revelation of your word, that inspiration, oh God, is what I ask of you this morning in the name of the Lord. Father, any disruption, any hindrance, any authority from darkness that would come to hinder prayer,
Father, we rise against it in the name of the Lord. We break every chain. We destroy all the avenues of the enemy. And my God, we declare that in the presence of the Lord, there shall be the power, there shall be the grace, there shall be the fulfillment of every call that we are doing this morning in the name of the Lord. Mungu wangu, naombea walio ofisini, shuka na utembee na utawale katika zile ofisi zao. Walio katika kwa biashara, ukatembee katika zile biashara. Walio nyumbani, Bwana, tembea kule. Walio ng'ambo, na waombea in the name of Jehovah God. May your righteous right hand uphold them in the name of Jehovah God. Father, I speak the presence of the Lord in every area, in every moment, in the name of Jehovah God. Have your way now, and my God, receive us on the mountain. The way you received Abraham until he said, you are Jehovah Jireh, receive us. The way you received Elijah at Mount Carmel, and he was able to destroy the works of the enemy and their worshippers. My God, the way you received Jesus and his disciples, and transfiguration happened on that mountain. We pray today, oh God, as we continue, that our prayers, our presence on the mountain of the Lord is not and will never be in vain in the name of the Lord. Sisi Bwana twakuamini na tunaamini neno lako. Umetuita tuombe. My God, we refuse shortcuts. We come to you, oh God, on the mountain of the Lord. Father, may your face be found. May your ears be now narrowed on us. May your eyes watch over us now. And may your strong, righteous right hand, oh God, uphold us this morning. My God, receive us now and do what only God can do, even in our lives. This is our prayer of surrender as we seek after your presence. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. May the Lord God bless you, friends. Thank you so much for gathering there, and thank you so much for your presence together on this mountain. Karibuni sana, na neema ikawatoshe. Na waombea ya kwamba tunapoanza wiki, tunapoanza juma hili, ukiwa kwa ofisi, si ukapokee baraka katika hiyo ofisi. Ukiwa katika mahali unafanyia kazi, si ukapokee neema katika hiyo biashara yako. Ukiwa nyumbani, mom, may the Lord be with you. Daddy, mahali ulipo, si neema ikutoshe. Our children are in school, may the grace of God, may the favor of God rest upon them. May there be only good news. Na hatutaki any breaking news katika jina la Yesu Kristo. Neema ikawatoshe katika jina la Yesu. Kuna watu ambao ni wagonjwa. I pray for you this morning in the name of the Lord, that wellness is your portion in the name of the Lord. Kuna wengine hawana amani katika ndoa. I pray for you that the Lord may give you that peace that you require in the name of Jehovah God. Kuna watu wana struggle na news umepata, pengine ulikuwa kwa interview, you have received a regret. I pray for you this morning that the favor of God, the next door that the Lord is flying open, I pray for that strength that you will be able to locate it in the name of Jehovah God. Kuna wengine ambao wamepata bad news, pengine ulikuwa unaenda kwa embassy or high commission, you did not receive your document for travel. I pray that the Lord will bless you, will be with you. Wengine pengine hata ni biashara unafanya, customers wanakuambia I had a deal with you but I want to break it. I want to encourage you, my brother, Mungu ako na customer wako na atawatuma katika jina la Yesu. Wengine wetu pengine hata you are trying to do the marketing, your sales people are on the ground in the field lakini hawauzi. I want to let you know that there is God who knows your portion na atawapeleka mahali wateja wako katika jina la Yesu. Wengine ni madeni, I pray for you. Pengine hata ujalala vizuri, ulipokea kale ka reminder ka message kutoka kwa bank ama kutoka kwa Shylock, unaambiwa sasa tunakujia vitu na auction. I want to encourage you today by the grace of God and let you know that there is God who knows you, na huyo Mungu tumepanda kwa mlima wake na mahitaji yetu atakutana nayo katika jina la Yesu Kristo. Only if you can pray, that is your area. Mungu ametuita tu tuombe, hayo mengine ni yake kujibu yale maombi. Ask yourself, have I done my part? Have I played my part? Because God is so faithful. Sisi ndio tunakuanga faithless na tunakosha hiyo faithfulness. I pray for us today that on the mountain of prayer we will be faithful to pray. Our God, tunajua ametuambia he is so faithful than the coming of the day. He is so faithful than the rising of the sun. Na unajua kuna siku tumeamuka tukakuta ati jua imechange direction, but God is so faithful
powerful than anything he made. Kwa hivyo wapendwa, wacha imani yetu itoshe kwa mlima, imani yetu itoshe katika maombi. Wacha kusikiza so many stories, so many tales. These things have been there. Watu watasema mambo, vitu zitatendeka, wachawi na manabii wa uongo, kila hali itatokea ikijaribu kupinga ukweli wa Mungu. But Jesus said, when you shall know the truth shall set you free. What is the truth? The truth is the word of God. When you learn, when you follow the word of God, then God is his word. Maandiko inasema ya kwamba mbingu na ulimwengu zitaondoka, lakini neno la Mungu litasimama. And Isaiah 55 it says, kama vile mvua inanyesha kutoka mbinguni na inafanya mimea imee katika dunia hii, hivyo ndivyo neno la Mungu halitaenda bure, lazima litarejea likiwa limetimiza na limefanya makusudio ya Mungu. And so when the Lord says we pray, we should pray. When the Lord tells us to fast, we should fast. So that naye Mungu anashuka na anafanya neno lake, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ameinua neno lake hata kuliko jina lake. Kwa hivyo mpendwa, this morning we want to enter into prayer. We are having a fasting of 5 days. And in this fasting, if you are healthy, do it. We are doing a fast whereby we are using the drinks. Tunakunywa maji na tunakunywa beverages, lakini hatukuli. Lakini kama uko na hali ya afya, pengine wewe ni mgonjwa, umepewa matembe, ama you are on a certain condition ambayo lazima ukule ndio ukunywe madawa, endelea na ratiba ya daktari. You know, a fasting is not killing yourself. We are not going before God to commit suicide. Hapana, tunaenda kwa Mungu kwa sababu yeye ni msaada na ni msaidizi wetu, na njia moja ametuitia ni tuombe, na anaelewa hali zetu. And so I ask you, kama uko na condition, do not force yourself into this. Lakini kama uko na afya, pambana, omba, enda kwa mlima, simama katika mwanya. Sisi ambao tuko na afya ndio tutasimama katika mwanya kwa wale ambao ni diabetic. Sisi ndio tutasimama kwa mwanya kwa sababu ya wale wamelazwa mahospitali na wengine wamelazwa nyumbani. We are here to pray by the grace of God. Na kwa hivyo mpendwa, sisi ninakukaribisha leo that we may pray. The theme of this month, according to the revelation of the Lord, is that we have to master our lives. Do you know who is a master? You know, yesterday someone in the church, the preacher who was shared with us that a master is an expert. An expert is a champion, is a person who have known her area or his area, and he has made a dominion. There is a rulership. He or she reigns there because he or she is the master of that particular area. And so when the word of the Lord reveals to us that we are the masters in our lives, it is according to Genesis chapters 2 and verses 6, wa mahali ambapo Mungu alimuumba mwanadamu on the 6th day na akampatia mamlaka na uwezo, akamwambia, I have now given you dominion over the life of the sea, over the life on the land, over the life in the air. Akamwambia, nimekupatia bahari na uhai wake, nimekupatia dunia na mambo yake yote, na nimekupatia kila kitu. Now rule and reign. The man was given the power to rule and dominate, to reign. And that means a man is a master. There should be nothing that is above man. Only God, the creator, is our Father and our King of Kings. Lakini mwanadamu yuko na uwezo, aliumbwa na akapewa uwezo wa kuweza kutawala na kuelekeza kila kitu ambacho Mungu aliumba. And this is why we are going for our dominion. Katika mwaka huu, sasa huu ni mwezi wa 6, my friend. How are things going? Biashara yako inaendelea vile ungetamani na vile ulipanga? That is the challenge. What is driving us on this mountain is the state
of our 6 months of the year 2023. Mtu atapanda kwa huu mlima kwa sababu ya yale mambo umekagua na umeyaona. Unapoangalia familia yako, are you comfortable with how the things are going? Watoto wako vile wanaendelea, hata hali ya kifedha na pesa, hali yako iko namna gani? That is what will propel you. That is what will push you. That is what will preserve you on the mountain of God. Kuna mtu aliniambia ya kwamba pastor, inategemea ni nini inakukimbiza. I can tell you, wakati unakimbizwa na mbwa na wakati unakimbizwa na simba, bio ya hao watu wawili ni tofauti. Mtu ambaye anakimbizwa na mbwa anaweza piga nduru na aingie hapo kando ama asaidiwe na mtu mwingine kupiga huyo mbwa. Lakini mtu ambaye anakimbizwa na simba, huyo hata kama kuna wall ataruka kiwango gani, kwa sababu hakuna mtu anaweza kumsaidia akipigwa, akifukuzwa na simba. It depends with what is chasing you. Kuna mtu ambaye anacheziwa tu na uniform ya mtoto, huyo bio yake sio kama ya yule mtu ambaye mtoto ako ICU, ambaye mtu mtu ambaye ako na deni yangu ya shilingi 1,000, huyo hana ati maombi mengi kama yule ambaye bank imemtumia barua ya pili kumwambia we are coming to auction whatever you had put there kama security. I am telling you my friend, na kwa hivyo wapendwa, it is what is chasing you. Kuna watu wanaangalia dream zao. Alikuwa ameamua na amemwambia Bwana, mwaka huu I must build my own house. Mwaka huu lazima niolewe. Mwaka huu lazima nipone. Mwaka huu lazima niende ng'ambo. Mwaka huu lazima niweke biashara yangu. Mwaka huu lazima ni make hii faida. Lakini unaangalia hivi unaona it is half of the year na hakuna kitu kimetendeka, ama ni kama your speed is so slow. These people will rise to this mountain and they will get themselves busy praying and telling the Lord it is not business as usual. Wapendwa, I want to come and challenge somebody this morning. Are you comfortable? Mchungaji, huduma iko sawa, ni mwezi wa 6 na bado hiyo kanisa haijajaa, haijakuwa na overflow, hakuna uoni watu wakiokoka, mission hazijafanyika, and bado you are comfortable there eating and drinking and saying that the Lord will come through at the appointed time. My friend, prayer has a place in your life. It is until you feel this discomfort that you are able to pray, that you stop whatever else ambazo, the street talks, yale maoni ya watu na opinions za watu. Unasema, I believe that by this time my spiritual gift should be working for me. Yani you believed ya kwamba ulistahili kuwa umetoka kiwango hiki na umefika kiwango kingine. Kuna certain disputes katika ndoa mumekuwa mkipambana naye, and you had told the Lord, this particular kind of narrative must stop. We must argue on the basis of development, basis of moving forward. Lakini sahi bado tunapigana na vitu dogo dogo. It is that anxiety within us that will drive us to the top of the mountain of prayer. Na tutamwambia Mungu, si Baba utusaidie, si Baba utuonekanie. Kuna mtu ambaye hata sahi hujui unaelekea wapi, and it is the middle of the year 2023. Wapendwa, tutakaa for how long kucomment zile news ambazo ni very breaking and desperate news tunapata kwa TV na kwa radio? Tunaambiwa ati watu hawa wanakubwa na jaa, tunaambiwa ati economy imekaaje, na wewe umekaa namna hii, unga unapanda, sukari inapanda. Kazi yetu tu ni kucomment like spectators. We are commentators. Tunakataa hiyo level. Hata kama bei ya maisha inapanda, lazima uwe na uwezo wa kupeleka mtoto wako shule, kwa sababu atafanya nini? Na hakuna mwaka unaweza jitengenezea atiweke kando mwaka ambao hauna hali gumu ya maisha. Apana, but we must, the way that a gazelle is able to survive in the forest in the midst of all the predators like lions, hata sisi we are going to make it by the grace of God. We are not subscribing kwa uoga. Apana, we know we can pray. It is in the toughest of the moment that the greatest miracles and testimonies were made. Why do we remember of Daniel? Ni kwa sababu alikutana na simba uso kwa uso na akasurvive in the presence of the malaika wa Mungu. How I pray that you will be charged to pray. Utashikilia hiyo duka yako kwa shelves ama whatever stock you have,
and you shall minister to them and say, I know you clothes you can hear, I know you cars you can hear, I know you real estate farms you can hear. Unanenea mikono yako baraka, na Mungu naye anasikia, kwa sababu unatembea kwa imani na anakutendea. Kuna watu wametafuta mtoto kwa muda mrefu. Don't give up my sister, don't give up my brother. Mungu atashuka, atawabariki kwa sababu ni mwaminifu. This morning I want to encourage you to pray. I want to encourage you to rise on your feet, kneel down and tell the Lord, I come on this mountain kwa sababu it is not well. I desire the strength, I desire the favor, I desire the presence of the Lord. I desire that things will operate in the planning and in the will of God. Na sitachelewa. Unajiombea katika jina la Yesu Kristo. This morning, how I pray for you, Father, in the name of Jesus Christ, I pray that you can charge us within ourselves, oh God. I pray that you can lift a standard of calling upon your name within us, oh God. I pray that you can cause zeal and passion to develop and to burn within us, oh God, that we shall spend more time in prayer, in our offices, in our homes, in our churches, wherever, Lord, we are, as we drive, as we fly, as we sail, in the name of Jehovah God. I pray for the fire to pray. I pray for the grace to pray. I pray for the purposes in prayer to happen in the mighty name of the Lord. We are living in days, oh God, where prayer has become a discouragement, where there is a warfare against prayer. My God, I pray, if prayer life is destroyed, we are grounded. I pray now, my God, that we are rising up and we are fighting, because we know in prayer warfares are won. Oh God, our lives are determined in the spiritual realm, and we pray in the name of the Lord. We are not checking out. We are not paralyzed in whichever way. My God, lift a standard within us, ya kwamba tutaomba katika jina la Yesu Kristo. My Father, my God, there is a face-off right now in the realm of the Spirit, oh God, and we fight our battles. We secure our children. We secure our marriages. We secure our peace. We secure our health. We secure our prosperity. We secure our dreams and our tomorrow, our careers, in the mighty name of the Lord. Father, when we are having economic meltdown, kazi zinapotea, we secure our jobs, oh God, and we declare permanency of every blessing that the Lord has given to us. As long as it depends on us, my Lord, we shall be faithful to do that which you ought to do, and we ought to pray. Ndio maana tuko hapa Bwana, si utuwezeshe kwa Roho wa Mungu kuomba Baba na kukutarajia, kukutumainia katika jina la Yesu Kristo. In the middle of 2023, we pray, oh God, may you help us to master our lives. We refuse, my God, Baba yetu, kupeana nafasi yetu. We know our status, we understand our place, our position on this planet. We should learn it, we should lead it, we should do it, oh God. My Father, my God, si utusaidie. Sikia maombi yetu asubuhi ya leo. Naombea mpendo amwezeshe kuomba. Wengi wameomba, wanasema wamekuwa wakiomba hawaoni majibu, lakini Bwana nawaombea, si wahuishe tena, si waneemeshe, wasikose amani. Si Mungu wetu wafunulie Bwana, uwafanyie hata muujiza mmoja, waone Bwana ungali pamoja na wao, katika jina la Yesu Kristo. Tunapoomba kwa hizi siku 5, tuomba neema ya Monday, neema ya Tuesday, neema ya Wednesday, neema ya Thursday na neema ya Friday, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakatana na ripoti mbaya, tunakatana na kufa moyo, tunakatana na kurudi nyuma. My God and my Redeemer, strengthen us this day and hear our prayer, oh God. Anoint us on your mountain. In Jesus' name we pray and we look up to you, oh God. Amen. Amen. Hallelujah. Wapendwa, this morning as we continue to pray in the name of the Lord, thank you for them that are on Facebook. Vaughn, you are saying we are loud and clear. Simon Mwaura, Frida, God bless you so much. Na tuendelee kuomba katika jina la Yesu. On this day 1 of prayer and fasting, we are praying for good health. Tunaombea afya jema. Leo siku ya kwanza, we are praying for good health. Wapendwa, did you know that good health is a blessing, is a promise, is a gift to us from the Lord?
Mungu wetu anajua ya kwamba tunahitaji afya njema. This is what the Lord said in the book of Exodus 15 verse 26. Leo tunaomba. Najua kuna watu wengi wagonjwa. Watu wengi, najua pesa, unapata pesa lakini zinaenda dialysis. Pesa zinaenda kupeleka mtu aende India ama ng'ambo kwa matibabu zaidi. Unaenda tu kwa hospitali, kile unalipa hata saa hii, unajaribu hata kusubscribe to a bigger insurance policy ndio hatuweze kutibu. Hata watu wengi harambee, makadi imejaa, and you are there comfortable not praying. No, leo tunaomba afya njema, kwa sababu hata kama wewe si mgonjwa unaweza kuwa maskini kwa sababu ya mtu wenu mgonjwa. I'm telling you, when diseases, when sickness, when infirmities, when that weakness sets into your family, inakuja inawa drain na maisha yenu inakuwa mbaya. I want to pray with us today that our health is a guarantee, that our health is a blessing from the Lord. The Bible says this in Exodus chapter 15. We are going to master our health. Exodus 15 verse 26. The Bible says, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. Look at the promise of God. I will not bring on you. That means God may not be manufacturing sicknesses and diseases, but there is nothing that happens without the knowledge of God. And so when it comes to the children, to the people who believe in God, anything that happens to you, it is in the very knowledge of God. Mungu anaijua ikija kwako. Na hapa ndiyo Mungu anasema, magonjwa ambayo mimi mwenyewe niliyaletea wana wa Israeli, niliwaletea wa Misri kwa sababu ya watoto wangu. Unajua Mungu, when he comes in, he fights for us. Mungu akija anatupigania wale ambao ni wapendwa wake. Na hapa ndio anasema, wakati alikuwa anapigania wana wa Israeli, alileta magonjwa kwa Wamisri. Lakini anasema, nyinyi, hakuna aina ya magonjwa ile nilileta kule itawahi kuja juu yenu. Anasema tena, for I am the Lord who heals you. Hallelujah. Jehovah Rapha, Mungu mponyaji, anawaambia, na tunafahamu sasa katika maandiko, ni sisi tunaongeleshwa hapa ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mponyaji, na anasema, sitoruhusu magonjwa niliyoruhusu yawapate wa Misri. You will not have a share in that pain. You will not have a share in that shame. You will not have a share in that particular painful, bitter experience of sicknesses. Wapendwa, this morning and this day, tunaomba afya njema. We are better placed. We are where we ought to be, where healing happens. Hapa ndio healing inatendeka, na ndio maana tutaomba leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba magonjwa Mungu atuondolee ugonjwa. Tusilazwe hospitali, tusifanye harambee za magonjwa. Hapana, si Mungu atuponye, aponye watoto wetu, aponye waume wetu, aponye wake zetu, aponye mama zetu na baba zetu, aponye our relatives, hata marafiki wetu awaponye. My friend, Mungu mwenyewe anasema, I will not bring on you. Hallelujah. How I pray today that the heavens shall say, I will not bring on you any kind of diseases that others are suffering from. Mimi nitakupatia kibali katika jina la Yesu Kristo. Listen to this in Exodus 23 and verses 25. The Bible says, worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. I will take away sickness
from among you. My friend, we are standing on the promises of God. He says, I will not bring. And now he says, I will take away. If for any reason magonjwa yako, kuna mtu mgonjwa, kuna mtu ambaye amedhoofika, afya yake imezorota, ana book appointment na mahospitali na madaktari. The Bible says, I will take away the sicknesses from among you. Wapendwa, wale ambao tunakuwa kwa mlima, haimaanishi ati hautaenda hospitali, but I can bring an illustration and say, as long as Moses was on the mountain lifting up his arms to the Lord in prayer, Joshua the general, who was leading the army of Israel to fight against the enemies of Israel, he was making it. He was defeating them. He was registering victory. Wakati sisi tuko kwa mlima tunaomba na madaktari wako kule kwa hospitali wanatibu, akina mama zetu wamekimbia kule hospitali, mwingine anatumia matembe, by the prayer we are praying and the interventions that are being done on the ground, uponyaji unapatikana. Moses was on the mountain and Joshua was on the field, on the battlefield fighting, and it worked together. The power of God and the man was doing what he ought to do. Na kwa hivyo leo tukiomba, hatusemi usikunywe madawa ama usiende hospitali, lakini tunaomba tukifuata daktari, tunaomba tukikunywa madawa, naye Mungu afanyaye miujiza, aondoaye. You know, I like the slogan of many Christian hospitals where they say we treat, we cure, but the Lord heals. It is the Lord who takes away diseases. It is the Lord who gives us the perfect health. Akitumia wale watu ambao wanafanya vile inastahili. Kuna wale wanaomba na kuna wale wanatibu. And I pray for you ya kwamba kama kuna jambo ulikuwa unaenda hospitali, daktari anatafuta ugonjwa wako ni upi, I pray that through this prayer they will diagnose correctly, and you shall be given the right medication for you to be back in the name of Jehovah God. Wengine ni miujiza itatendeka. Mungu atakuponya tu, na hata madaktari watashangaa, waseme si ulikuwa na huu ugonjwa, we thought you are diabetic, we thought that you had blood pressure, we thought that you are suffering from this, lakini we are giving you today a clean bill of health, kwa sababu kuna mambo imetendeka. Wakati umetokea mbele ya Mungu, anything chochote chaweza kutendeka. The Bible says this in Isaiah 53 about our healing. Isaiah 53 and verses 4 through 5. Surely, this is the work of Christ. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Hallelujah. Jesus came in advance. Akaja, akatajwa na wengi ya kwamba ameshindwa, ameangikwa msalabani na amechomwa na mkuki, amekufa. I want to let you know that we have this revelation from the scriptures ya kwamba hayo yote yalifanya ili kupitia kwa mapigo yake tuwe tunapokea msamaha wa dhambi, na kupitia kwa vidoda vyake tukuwe tunapokea uponyaji. Asubuhi ya leo, the name of Jesus, the name above every name, is all able to heal you, my sister. It's all able to heal you, my brother. That name is able to heal our sons, our daughters, our wives. You will be up by the grace of God in that name, healed. Our husbands, the Lord will raise you up in health, kwa sababu kwa hili jina Bwana anatenda na anafanya. Listen to this in the book of Jeremiah chapter 30 and verses 17. Jeremiah chapter 30 and verses 17. The Bible says, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. My friend, God heals. God restores. God comes through and deals with those
particular monsters, a monster like cancer, a monster like all chronic illnesses, name them, asthma, arthritis, depression. Haya mambo yote Mungu anaiweza kuihandle, na ndio maana tunakuja kwa mlima. We may not be able to explain how it happens, but we know one formula: when you pray, he handles the rest. And so wapendwa, letu ni kupanda kwa mlima na kumwambia Bwana, you have said in Jeremiah chapter 30 and verses 17, but I will restore to you health and will heal all your wounds. How much are you wounded, my brother? How much are you suffering, my sister? I want to let you know today that there is God who heals. There is God who takes away all sicknesses and infirmities. Na yeye ataweza kutuondoa kwa katika nguvu na mamlaka na uwezo wa dhambi. The Bible says this in Deuteronomy chapter 32 and verses 39. Deuteronomy 32 and verses 39. See now that I myself, I am he. There is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal, and no one can deliver out of my hand. Hallelujah. Hey, look at our God. He says, see now that I myself, I am he. There is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal, and no one can deliver out of my hand. Hallelujah. These are all declarations. Our God does not want to hide himself from us. He can be known. Na ndio maana anajifunua kwa maandiko ili tusiwe tu tunaabudu miungu ambayo ni imagination. Yeye anatuambia, mimi ndiye ambaye huua na ninafufua. I can bring it back to life. And so the Bible says, I have wounded and I will heal. Yani mimi nimefanya watu waumie, lakini nitawaponya. My friend, what other assurance on this mountain do we require? The Lord is telling us, as you come to me, understand that there is no impossibility with me. Hata kama ni kifo, mimi nitafufua. Hata kama ni magonjwa, mimi nitaponya. Hata kama ni janga gani, mimi ninajua liko na lipo na nitafanya jambo kulihusu, kwa sababu mimi ni mwaminifu. Somebody be encouraged, somebody be revived, somebody be challenged by this revelation of Jehovah God. Ukimbie kwa huu mlima, umwambie Bwana, I know you can heal. I know you can raise back to life. I know hakuna jambo ngumu na wewe, na Mungu wangu naomba ukanitendee, kwa sababu wewe ni mwaminifu. He listened to 2 Chronicles chapter 7 verse 14 through 15. 2 Chronicles 7, 14 through 15. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Praise the name of the Lord. Najua kuna mambo mengi tumefanya mistakes. Tumefanya dhambi kwa njia nyingi. Hata kama taifa, majanga ni mengi yamefanyika. Kutokuwa na haki, ufisadi, uongo wa manabii wa uongo. Mambo mengi yametendeka kwa hii nchi na taifa letu. Lakini maandiko inatuambia leo, if my people in that country who are called after my name will humble themselves and pray. Hallelujah. We are not desperate. The devil would want us to look so bad, would want to show us that our state is so bad that we cannot come back to life, that we cannot come back to God. We want to shame the enemy today, kumwambia ya kwamba tunajua hata mtu mchafu anaoga na anakuwa mtu mwingine. Even the prodigal son, aliweza kutumia vitu vibaya, lakini bado akapata msamaha. The Bible here have told us that if my people in any nation who are called by my name will humble themselves and pray and seek the face
and turn away from the wicked ways, the Bible have said, I will hear from heaven. Ni nani huyo anataka kutuambia you are right off, ya kwamba maombi haina nguvu tena, kanisa halina nguvu tena, ya kwamba hakuna imani tena? I want to tell you at your face, unless you go to the scriptures and delete this particular chapter in the Second Chronicles, God stands to be his word. Anasema, I will hear from heaven and I will forgive their sin. Hallelujah. I will hear from heaven. Watu wa taifa letu, regardless of yale majanga yametendeka, I want to encourage us, the brothers and the sisters who pray, ya kwamba maombi has not been suspended, ya kwamba entrance to the presence of God has not been suspended, ya kwamba hakuna jambo limefunga maombi. Na usikubali ijiri ya mapepo, usikubali ijiri ya discouragement. The Bible have said, I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. This land ambayo iko na mambo mengi, machozi mengi, damu imemwagika, this land, there is an opportunity, there is a chance of healing of our land by the grace of Jehovah God. And so Wakenya wenzangu na wapendwa na watumishi wa Mungu, tuko na nafasi mbele ya Bwana kuombea hata taifa hili, na Mungu ataliponya, atabariki. Amesema, I will heal their land, nitaponya mchanga wao. And now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. When we come genuinely, you see, when we fast, we break our spirit. Kiburi kinaondoka, unakuwa sasa unajimwaga mbele za Bwana, na tunaweza kurepent, kumwambia Bwana majanga na dhambi ambazo zimeendelea. We are sorry, we repent, oh God, have mercy upon us, Almighty God, that you can heal our land, that you can hear our prayers once more, kwa sababu magonjwa yako na watu ni wagonjwa, tunahitaji mponyaji. Tutakapoondokea maombi itatendekaje? Na umesema tuombe ndio tupone. Our God and our Redeemer, we refuse to suspend, we refuse, oh God, to revisit our spiritual discipline, ati ili tuziondoe kwa sababu haziandamani na kanuni na sheria na maono ya watu. Tunaomba sasa, my God, that we can align ourselves with the principles of the kingdom, and one discipline is prayer. My God, I pray, si utusaidie kuomba ili ukaponye taifa letu na ukatuponye sisi wananchi na wapendwa na watumishi na watoto wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Wapendwa, that is according to Second Chronicles chapter 7 and verses 14 through 15. Listen to this testimony in Isaiah 38 verse 16 through 17. Isaiah 38 verse 16 through 17. This testimony said, you restored me to health and let me heal. You restored me to health and let me live. Surely it was for my benefit that I suffered anguish. In your love, you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Listen to that testimony. You restored me to health and let me live. How I pray in the name of the Lord, that after this day of prayer, there will be people saying, my God, you have restored my health and you have allowed me to live. Naomba na ninawaombea wapendwa, leo tunapoendelea na maombezi katika mlima wa Bwana, ya kwamba Mungu atatuponya, Mungu atatuinua. There is no way we can be masters of our lives as God has put us to dominate and to reign and rule in this world for the glory of God. There is no way we can say we are in charge lakini bado tunaumia. And so when your health is challenged, even your finances are challenged. When your health is one thing, even your honor is one thing. When your health is touched, your family, there is no level of joy you can have. Lakini wakati uko na afya, hata usiwe na mali nyingi, utalala kwa hicho kitanda na amani ya Bwana itakutosha. Kesho yake utagoja, utatia bidii na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. How I pray today that somebody is getting charged about praying
for good health, mastery of health, mastering your health. Unajiombea ya kwamba katika jina la Yesu hautakuwa kwa accident na hautakufa, hautaumia katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Anataka tuwe na afya na anataka tuwe watu ambao ni wazima na tutaweza kufanya kazi. Tutafanyiaje Mungu kazi kama tunaumia? Lazima tuombe afya na amani ya Bwana iwe sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, pengine uko na matembe mahali ulipo, pengine ni madawa tu, unaangalia hata saa unasema it's around 10 minutes now to 10 na utakunywa madawa saa 4, ama unasema sitakunywa chai ya maziwa kwa sababu ninachukua madawa saa hii. I want to let you know you can pray and believe this God. Pengine ni simu unagojea, ulisema mama tolewe ushago, akifika town upigiwe simu ndio umwelekeze Kenyatta Hospital. I want to let you know there is God who heals. Pengine uko pale ng'ambo, unajiangalia hivi unasema, jambo moja ninashukuru Mungu kwake ni kwa sababu niko in a first world country, mahali ambapo ugonjwa wangu unatibiwa. How I pray that you can enjoy the greatest high. Badala ya kuenjoy kutibiwa, si uombe Mungu akuponye mahali ulipo. Yeye ako na uwezo wa kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Tumeacha kukula chakula aina hii, tumeacha kutembea katika time hii kwa sababu ya afya. Si Mungu atuponye, tuwe tunaweza kula chochote, tunaweza kuelekea mahali popote kwa neema na kwa baraka ya Bwana. We are going for the perfect divine health that is coming from the Lord. The Lord says this in the book of Jeremiah chapter 17 verse 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. We pray this prayer. Heal us, O God, and we will be healed. You are our praise. Tutatunga nyimbo, tutashuhudia vile Bwana alituponya. Mpendwa, na kuombea that God can heal you from infertility. God can remove that barrenness condition, na afanye unyonyeshe mtoto, afanye mtoto aliye kwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akaondoe hiyo mipira yote unatumia kwa sababu ya magonjwa, mipira ya kupumua, mipira ya kuenda choo, mipira ya kila aina umewekwa pale. I pray even for the doctors in the hospitals, ya kwamba watatibu na watafurahia kuona watu wakipona kwa nguvu za Bwana. Naombea hata mahospitali ya kwamba watakuwa na maushuhuda that many diseases have been healed from these facilities, lakini sio kwa facility, lakini ni nguvu za Mungu kwa wale tunaomba kwa huu mlima, ya kwamba uponyaji utatendeka mahospitali, uponyaji utatendeka through the doctors, uponyaji wa miujiza utatendeka in the mighty name of the Lord. We shall counter the counterfeits of the enemy through the real original healings that will be taking place in the hospitals, taking place in the churches, taking places in the homes, in the name of Jesus Christ, ya kwamba Mungu atatenda uponyaji kwa sababu yeye ni mwaminifu. Pengine umekuwa ukiumia since January, now with the half of the year, we are praying that kind of infirmity Mungu anaiondoa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye ni Mungu ambaye ataweza kukuhifadhi. Pengine uko pale kwa kitanda unasema, Pastor, I wish you are capable of pronouncing a blessing and saying this happens to me. I want to let you know that in Psalm 41 verse 3, hata ukiwa kwa hiyo kitanda ya ugonjwa, the Bible says this, the Lord sustains him on his sick bed. In his illness, you restore him to full health. Wale wote walio kwa vitanda, receive Psalm 41 verse 3. The Lord sustains him on his sick bed. In his illness, you restore him to full health. Hallelujah. Don't give up on that sick bed. Our God is capable of restoring you back to full health. Psalm 41 and verse 3. Receive it in the name of Jesus Christ. Pengine uko pale
Wewe si ugonjwa wa kuumia katika nyama na katika damu, but you are feeling so defeated and beaten up in your faith, beaten up in your joy, beaten up in your feelings, and your heart is so broken. Receive this healing in the name of Jehovah God. Psalm 147 and verses 3, the Bible says this: He heals the broken-hearted and binds up their wounds. The broken-hearted, wale wamevujika moyo, yeye anawaponya, na hata vidonda vyao anawaponya. How I pray for you today that the way you are feeling desperate and devastated, pengine mshahara hautoshi, pengine unajaribu to give your best but you cannot please the boss and your colleagues, unaona ni kama wako kwa njia ya kukufuta kazi na kukuondoa pale, watu wengine wanakutumia kama kibaraka and you are feeling overused. I pray for you today, may the Lord heal your broken heart this morning and this day, in this time and forevermore, in the name of Jehovah God. Na ninawaombea ya kwamba neema na baraka ya Mungu itapatikana. And one of the medications I want to put us as we go now to pray and finish up this live stream ni kwamba in Proverbs 17 and verse 22, this is a prescription I give you. A joyful heart is good medicine. A joyful heart is good medicine. Unataka kujiganga-ganga na kujiponya-ponya na kujiletea uponyaji? A joyful heart, hallelujah, is good medicine. But where does joy come from? The Bible says that the Holy Spirit of God, in one of the parts of his fruit, is joy. It is from the Lord. Ndio maana tunapanda kwa mlima, ili hata kama wewe sio mgonjwa, mimi siyuko mgonjwa saa hii, but I require the joy of the Lord. It will be my medicine throughout. How I pray for all of us, ya kwamba tunapopanda katika mlima huu, Mungu wetu atatupatia neema na baraka yake katika jina la Yesu Kristo. I pray for us this morning, ya kwamba tunashika moto wa kuomba. Today we are praying for good health by the grace of God. And there is a poster that I have posted. Each day there is a theme. Our prayers have a theme each day. Today is master your health. You must be in charge of your good health. Unajiombea afya jema, unaombea familia yako, unaombea kila moja afya jema. Even today you can have greetings. Ukisalimia watu unawaambia na kutakia amani ya afya, na kutakia afya jema, na kutakia uzima, na kutakia good health. Ukikutana na mtu mgonjwa unamwambia in the name of Jesus, may the Lord heal you, may the Lord favor you. Una encourage somebody from a perspective of health, kwa sababu leo tunaombea afya na Mungu atatutendea kwa sababu ni mwaminifu. I want us to pray and commit ourselves to God. Pengine wewe ni mgonjwa na uko pale na ungependa tuombe. You can write your prayer item about health there, na tutaweza kuomba katika jina la Yesu, kwa sababu hata nikitoka hapa naelekea bado kwa maombi for these 5 days. Kwa hivyo mpendwa, wacha tuombe, tuaminie Mungu ya kwamba uponyaji utatoka kwake katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wapendwa hawa. Leo tunapoomba, wewe Mungu waweza kutuponya. Wewe ndiye Mungu, si ututendee, si uponye wapendwa leo, si uondoe cancer, si uondoe asthma, si uondoe arthritis, si uondoe depression, si uondoe pressure, si uondoe Bwana magonjwa ya kila aina katika jina la Yesu Kristo. Ponya wapendwa. Mungu naomba zuia ajali, wapendwa hawatakuwa kwa ajali. Mungu naomba zuia kifo katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu ni wazima, ndoa zetu wote ni wazima Bwana, wafanyakazi pamoja nasi wote ni wazima, kanisani wapendwa ni wazima. Mungu wetu, kila mahali tunaomba wema wa Bwana, afya ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu naomba tutakapopanda kwa huu mlima na maombi ya afya, tusikie na ututendee. Na nena afya, na nena afya, na nena afya, na nena uponyaji, na nena uponyaji, uponyaji wa Bwana. This is our prayer on this mountain. In Jesus' name we receive our healing and our health. Glory to your name. In Christ's name we thank you.
Amen, amen. Mungu awabariki wapendwa, na neema iwatoshe. Tukutane nanyi hapa tena kesho asubuhi saa 3 kamili for 1 hour of prayer and the word of the Lord. Asante sana. May the favor of God rest upon you. God bless you. Health is our portion from the mountain of prayer. God bless and master your health. Amen.